Culture Media Trend. Education, entertainment and promotion. Na shetani. Ndio baada ya kufanya ukahaba ni yale mafundisho kinzani ya Mwenyezi Mungu. Si ukahaba ule unafikiri ni zinaa ya kawaida, hapana. Baada ya hapo sasa ile fahari yake, baada ya kuadhibiwa ile fahari yake, ile mapato yao yote itawekwa wakfu kwa Mungu. Tena wale watu wasimama mbele za Mungu ndio watarithi hiyo mali yake. Kwa mfano, mimi niwe ni mdhambi na niwe ni tajiri na pingana na Mwenyezi Mungu. Baada ya mimi kufariki dunia sitaacha mali. Sasa ile mali itakuwa wale ambao wanaifanya kazi ya Bwana. Ndio maana yake. Lakini maanishi eti Mungu wa Kristo ni kahaba. Hiyo nishasafisha. Waislamu ndio walivyo hivyo. Sehemu nyingine Waislamu wanatumia ni kupitia kitabu hichi cha Yeremia. Yeremia 4:10. Nataka kuweka hivyo sasa ndo nianze kuingia deep. Leo ni leo. Taratibu tu, maana hii sasa ni darasa. Watu wanataka kujifundisha. Yeremia 4:10. Hii aya hii pia Waislamu wameitumia sana, ndio maana ninaenda vizuri sana. Inasema hivi: nami nikasema, aha, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa Yerusalemu, ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Sasa huyu tayari Muislamu anakuambia Mungu wa Kristo si Mungu wa kweli. Ni nani? Ni muongo, amewadanganya watu wake. Sasa sikiza msomaji, hapa nenda mbio tu ili upate picha. Kwa wewe Mkristo utanielewa, na wewe Muislamu ambao utaki ushabiki na una ila na una chuki pia utanielewa. Lakini wewe wa matusi tu, shabiki wa dini tu na ujui litoka wapi, mwanzilishi ni nani, wewe ni shauri yako. Mimi hata sikubembelezi, utajua mwenyewe huko. Sasa sikiza. Hapa ni Yeremia ndiye anasema nami nitasema Bwana Mungu. Si Mungu anasema yeye ni muongo, ni Yeremia anasema. Nani? Ujiulize, kwa nini Mungu anasema? Ndio nakwambia Biblia inajijibu yenyewe. Ukienda sura ile ya 20 ya Yeremia, utaona vile watu wa Yerusalemu, watu wa Yuda vile walikuwa wamemchukia Yeremia, hata wengine wanataka kumuua, hata walimtesa sana Yeremia. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa amemwambia Waisraeli. Tukisomea hiyo Yeremia 8:10, alikuwa amewaambia kama watatenda mema watarithi mema, lakini wakiasi watapata upanga. Na watu walikuwa wanawaadhibu Waisraeli ni hao majirani wao ambao wamewazunguka mpaka leo. Na ndio unaona hata Waisraeli leo bado wako na shida. Wakati wanamwasi Mungu, Mungu anatumia majirani kuadhibu. Sasa ndio Yeremia anawaambia, unaona sasa, nami nikasema hakika. Maana mara ya kwanza Mungu aliwaambia kama mtatii mtapata mema. Shasikia, kama mtatii mtapata mema. Hata kusoma Torati 28 na kupatia darasa Torati 28:22 utaona vile ile adhabu waliambiwa. Ukisoma hii aya yake ya kwanza mpaka ya 14, Torati 28 aya yake ya kwanza mpaka 14, unaona zile baraka na yale mema Mungu alikuwa amewaahidia Waisraeli. Lakini ukianzia hiyo aya yake ya 15, anawaambia kama hamtatii mtapelekwa nchi za kigeni, mtafanyishwa hivi na hivi na hivi. Ndio maana yake. Sasa ndio Yeremia anasema, bila shaka na mimi nitasema Mungu amewadanganya. Kwa sababu gani? Mara ya kwanza Mungu amemwambia atakuwa na amani, lakini kama watatii. Lakini kama wamefanya dhambi, sasa soma hiyo kurasa hiyo Yeremia sura ya 20 yote, utajua kwa nini Yeremia alikuwa anasema bila shaka nami nitasema Bwana amewadanganya watu wake. Lakini imaanishi eti Mungu wa Kristo ni muongo, vile Waislamu kwa akili zenu duni na akili zenu ambapo zimejaa kasumba ya kupotosha watu. Aya nyingine Waislamu wanatumia ni kama hii hapa, nzuri tu. Wakorintho wa kwanza 15. Hii ni maneno ya Paulo huyu. Waislamu wanapenda kutumia sana maneno ya Paulo. Wacha tuangalie Wakorintho wa kwanza 15. Biblia hii si mchezo. Wakorintho wa kwanza 1:25. Kwa wale wanafuatilizia, Wakorintho wa kwanza 1:25. Najua kuna watu wananifuatilizia. Ambaye nasema hivi, na usikize makini, hizi ndio haya Waislamu wanatumia sana kusilimisha watu. Nasema hivi: kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Sasa Muislamu yeye anasema, kwanza hapo anasema Paulo si mtume, pili amemtukana Mungu, na Mungu wa Kristo ni wa mpumbavu. Na wewe kama Mkristo juju utashangaa kwa nini Paulo amesema hivyo kweli? Inamaanisha hii Biblia si kitabu cha Mungu. Sasa wacha niende kwa Qur'ani, maana Waislamu kuna aya yao wanaipenda katika Qur'ani sura ya 2 aya yake ya 2, Abubakar. Wacha nikusomee. Wanapenda sana hii aya.
Hata mimi nilikuwa nikiitumia sana, lakini sasa hii Yesu ni Bwana, hiyo aya hata nikiangalia hata nacheka tu, sina la kusema mimi. Hii ni Qur'an sura ya 2 aya yake ya 2. Waislamu wanapenda kuitumia aya ino sana. Acha nikusomee hii hapa, ambayo inasema hiki ni kitabu, unasikia hii Qur'ani, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni uongozi wa mchao Mwenyezi Mungu. Basi nakwambia sasa, ukisoma hii wa Korintho na zile imesoma awali, upumbavu wa Mungu, unaona kweli Biblia ina shaka, Mungu ni mpumbavu. Alafu anakuunganishia hapo Paulo si mtume. Sasa Waislamu siku wataelewa Biblia mpaka waamini Yesu ni Bwana, wabatizwe, alafu waombe Roho Mtakatifu Mungu awapatie, ndio wataelewa Biblia. Lakini bado wanakataa Yesu si chochote. Kwa mujibu wa Qur'an sura ya 5 aya 75, Yesu si chochote, ni mja tu wa Mwenyezi Mungu kama Muhammad. Hakuna wakati mtaelewa Biblia, mtabaki kusoma tu, kupotea nyinyi na kupotosha watu. Hapa sasa kwa walimu ambao wanamuelewa Yesu, sikiliza mafundisho. Jibu lake liko hapo katika hiyo aya yake ya 27 28. Anasema hivi: bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Ushasikia? Hiyo ndio hekima Mwenyezi Mungu anatumia. Kwa mfano, sahi watu wengi dunia nzima, wale wenye matajiri, mataita mabwenyenye na wale wasomi, unajua kwa sababu ya mali zao, akili yao yote, kama vile Yesu alivyosema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maana yake kumaanisha eti tajiri hata ingia mbinguni. Kuna matajiri wengi sana wanamcha Mungu na wataenda mbinguni kwa imani na kwa neema ya Yesu, lakini haikumaanisha ataenda. Maana yake yani matajiri wengi na wasomi wengi wa dunia wanaupuuzi neno la Mungu, waamini, maana wametosheka kwa pesa, elimu yao, mali wanayo, they don't care. They have doctors, ikiwa ni mgonjwa daktari yuko. They have lawyers, kama utamkosea na lawyers, kama anahitaji money. So watu kama wale, yani mambo ya Mungu wanaona ni upuuzi. Kwa mfano, ampate mwinjilisti ambaye ana elimu kama yake ama ana mali kama yake, anampelekea maneno ya Mungu, si unaona atampuuza, utaona huyu ni mpumbavu. Sasa ndio Mungu anachagua watu hao mnawaona duni awaibishe watu wenye nguvu na watu wenye uwezo wa dunia hii. Ndio maana yake. Kwa mfano kama mitume wa Bwana Yesu, wakina Petro na Yohana wako wamesoma, lakini angalia, hao ndio wamehubiri Injili, hao ndio wametenda miujiza mingi sana. Hakuna mtume kwa wale 12 Yesu alichagua mwanzo katika Mathayo 10 aya yake ya 2 ambaye ametenda miujiza ya kufufua kama Petro. Petro ndio pekee amefufua na ndiye ametembea kwa maji, licha elimu yake duni. Kwa upumbavu ule alikuwa tu mvuvi na pia alikuwa ana elimu. Kama utasema Petro alikuwa na elimu, ukiangalia kitabu kile cha Matendo sura 4 aya yake ya 13, utaona Petro hakuwa na elimu, alikuwa mvuvi tu, tena alikuwa ni jambazi wa baharini, alikuwa anajua kudunga watu visu sana, lakini Yesu akamuokoa akamfanya mvuvi wa watu. Ndio maana ya aya hii, yani Mungu anachagua vitu vidhaifu, nyinyi mnadharau. Haimaanishi eti Paulo amemtukana Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona mtumishi wa Mungu Petro katika ile Petro wa 2:3, kiangalia ile 14-15 anasema, yani katika nyaraka za Paulo alipewa hekima hali ya juu. Watu wasiokuwa imara, watu wasiokuwa na elimu kama nyinyi Waislamu hamwezi kuelewa. Na ndio maana yake mimi nimekuja kwenu ili muelewe. Wananiita Ishmael Juma, ndio jina langu jamaa mtaani. Ndio maana yake. Hizo aya zenu mnayetumia kwa kupotosha watu, zote sisi tunazipangua na kuziweka hadharani, tafsiri yake si kama vile mnataka nyinyi. Tuangalie sehemu nyingine ambaye Waislamu wanayetumia hapa. Tuseme ni kitabu cha Luka. Luka 1 aya ya kwanza na ya 2 inaanza, najua Luka Waislamu hawajamuelewa. Wanasoma tu najua mjua Luka ni nani. Hebu tuangalie Luka huyu 1 aya ya kwanza. Hiyo pia Waislamu wametumia sana kwa kuweza kuadaa watu ya kwamba Luka kwanza yeye amechukua hadithi tu. Luka 1 aya ya kwanza na ya 2. Sikiza maneno haya wewe Muislamu na wewe Mkristo na hata wewe usiokuwa na dini. Inasema hivi: kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga na taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yenu,
kama walivyotuhadithia. Sasa kipengele kama walivyotuhadithia, wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Sasa hii aya ya pili imebeba vipengele vingi, lakini Muislamu anachukua kama walivyotuhadithia. Kwa hivyo ina maana Luka yeye kwanza alichukua hadithi za watu na akajitungia yeye pia. Lakini ukiangalia aya yake ya kwanza na ya pili, kwanza hawajamuelewa Luka ni nani. Mimi kama mtafiti na msomi wa masuala haya ya Injili nataka nikuelezee. Luka kwanza alikuwa daktari, alafu ndiye akawa mwinjilisti, na ndiye ameandika kitabu hichi cha Luka na akaandika kitabu cha Matendo. Kama ujue kuanzia leo, alikuwa daktari ule bwana. Kama vile wewe kuwa mgonjwa ukienda kwa daktari, unamuelezea daktari shida yako, unaona daktari anakusikiza kwa makini na kwa utaratibu, ataweka vipimo na atakupatia dawa kwa utaratibu, akijua pale ni 50-50. Akimesi tu zile dawa zinaweza kuua, ama ile shindano atakuchoma itakuua. Ndio maana Luka anakuambia yeye naye pia amfanya nini? Angalia vile anasema, kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yenu. Sikia aya ya pili, kama walivyotuhadithia. Yaani inamaanisha yeye pia alihadithiwa wale waliokuwa mashahidi, kwa wale mashahidi. Yaani anamaanisha alitoa kwa wale mashahidi wa Bwana Yesu na kuyaona. Watumishi wa lile neno, yaani walikuwa ni watumishi wa Mungu wa lile neno hapo mwanzo. Aya tatu, nimeona vema nami kwa kuwa nimejitafutia. Hakufanya ujinga, amejitafutia ushahidi na mambo hayo yote tangu mwanzo. Yaani Luka ametafuta ushahidi, kama vile wavumbuzi wa madawa natafuta kabisa kama dawa labda ije itokea kuponya ukimwi, labda inaweza kufanywa utafiti hata miaka 20. Ushaona? Ama dawa ya corona inafanywa utafiti. Sasa huyu alikuwa daktari, naye pia akasikia kwa wale mashahidi, kwa wale watumishi, hakuridhika, akaanza kutafuta ushahidi. Naye pia akafanya nini? Ndio naye akaanza kuandika. Muislamu upo, wache propaganda zenu. Mambo ya Biblia potosheneni huko msikiti, lakini si kanisani. Kanisani watu wako chonjo, wanajua wanasoma nini, wanatoka wapi, wanaenda wapi. Hiyo tusasafisha na tushamalizana nayo, iko kando. Haya. Na sasa kama kwa mfano Muislamu anakataa hadithi. Sasa kama hii habari ya Luka ni hadithi tu, hebu acha na mimi nikuonyeshe kwanza katika Qur'an 42:10 mtume wenu anasema hivi, mkitilafiana katika jambo lolote, nendeni katika vitabu vya hadithi mkasome. Sasa vitabu vya hadithi ni gani? Muhammad, Waislamu mjue nyinyi mnaambiwa muamini nini? Qur'an, na ya pili vitabu vya hadithi. Na ukiendelea kusoma maelezo ya hiyo aya, inasema basi, na kama hata si vitabu vya hadithi, hata kwa ishara tu. Sisi Wakristo hatuamini ishara. Shasikia? Lakini sasa vitabu vyenu vya hadithi, nyinyi pia mna hadithi. Alafu hii ya Luka kwa kuwa naye anasema vile alihadithiwa, tayari ni kejeli. Kumbe Biblia ni hadithi tu. Sasa acha nikusomee Qur'ani yenu leo ujue pia ni hadithi. Tuangalie Qur'ani 68. Kwanza nianze 69 23 39 23. Sikiza maneno. Qur'an iko wapi? Hii hapa hii. Tunaenda ushahidi kwa ushahidi. Hii mada ya leo ni kali. Alafu tumekuambia nitakusimamishia leo Qur'an ujue si kitabu cha Mungu, tena si kwa nafsi yangu ama kwa chuki wa Islam. Qur'an yenyewe itatuelezea hapa. 23 39 23 Qur'an 39 23 iko wapi hiyo aya? Hii hapa nishaipata. Mwenyezi Mungu ametuteremshia hadithi. Sikiza, hii Qur'ani hii ni hadithi. Kama unakataa ile ya Luka ni hadithi, sasa hii ndio hadithi. Shakusomea. Mwenyezi Mungu ametuteremshia hadithi nzuri kabisa kwa kuteremsha kitabu chenye maneno yanayowafikiana, yasiyopingana na yanayokaririwa bila kuchosha. Usisimka kwayo. Haya, mimi nataka tukipengele tu pale tuone tu hadithi. Ijaishia hapo, tuangalie pia hii 68:44. Pia uone ni hadithi na kuongezea tu ili usione ya kwamba 64 na ngapi? 68 44. Qur'ani hiyo yenu hiyo, ili tuelewane. Tunaelimishana hapa. 68:44 inasemaje? Niache na
niache na wanayoghadhibisha hadithi hii Qur'an. Kwa hivyo Qur'ani ni hadithi. Sasa unakataa ya Luka na kumbe yako ndio hadithi nzima hii. Sasa hiyo tushasawazisha. Nyingine Waislamu wanashangaa ni katika hii kitabu cha Filemoni 1:19. Pale Paulo anasema nimeandika na mkono wangu. Hata ina haja niende nipoteze muda Kitabu cha Filemoni 1:19. Paulo anasema nimeandika na mkono wangu. Sasa Muislamu ikifika hapa anasema angalia, kumbe Biblia hii ni Paulo ameandika tena na mkono wake. Sasa nikuulize Muislamu, ulikuwa unataka Paulo andike na mguu ama andike na nywele? Si manabii na mitume hata Mungu walikuwa na nini? Wanaandika na mkono wakitumia kalamu. Kwani uko unataka andike na nini? Yaani wewe Muislamu sijui shida iko wapi wewe duniani. Na utabaki hivyo mpaka siku ya kiyama. Labda uombe Mungu kwa neema ya Mungu na kuombea sana kabla kiyama hajafika ubadilike. Hebu tuangalie pia hata Qur'an 66:9. 66 aya yake ya 4. 66 aya yake ya 4. Uangalie kwani hapa kwenu napo vipi? Mungu wenu anasemaje? Haya 96. Tuangalie hapa. Haraka 4 inasemaje? Inasema hivi: ambaye amemfundisha binadamu elimu zote hizi kwa wasita msaada wa kalamu zilizoandikwa vitabu, watu wakapata elimu. Sasa si Paulo alipokuwa anaandika na mkono, sasa anatumia kalamu. Sasa Qur'ani pia imesema wafundisha wanadamu elimu wakaandika pia kwa mikono. Kwani kuna shida gani? Wewe huko kwako uoni, huko kwa wenzako tu ndio unaona. Hata ukiangalia pia kitabu cha Mathayo 23:34. Yaani tunasawazisha tu. Alafu sasa ndio tuanze kuzama deep. Tuiweke wazi kati hichi kitabu viwili. Uone ni ipi cha Mwenyezi Mungu. Wewe leo uangalie wewe Muislamu. Uache kupiga kelele na kukejeli wa Kristo. 23:34 Biblia. 34 iko wapi? Hii hapa hii. Pia iunge mkono. Inasema hivyo, kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi wengine, wao nyinyi mtawavua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza miji kwa miji. Kipengele niko nataka hapa ni waandishi. Mungu anawatuma manabii wenye hekima na waandishi. Waandishi ni watu wa kuandika. Ushaona? So Paulo lazima alikuwa andike kwa mkono wake. Kwa hivyo hii si hoja eti ya kusema sasa Biblia si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hizo hoja zenu Waislamu za kupotosha watu zote tunazipangua. Haya. Sehemu nyingine hapa ni Hesabu 23:19 ambayo inasema Mungu si mwanadamu aseme uongo. Alafu ukiangalia pia katika Kutoka 15:3 utakuta pia Biblia inasema Mungu ni mtu wa vita. Sasa Muislamu anasema Mungu amesema yeye si mwanadamu aseme uongo. Tena katika Kutoka 15:3 Kutoka 15:3 Mungu anasema ya kwamba yeye ni mtu wa vita. Sasa nakwambia, unaona huku Mungu anasema yeye si mwanadamu aseme uongo. Tena huku sikiza nikwambie. Biblia vile sisi tunaelewa sio unaelewa. Mungu anaposema hivyo, yeye anataka kujiondoa. Yeye si mwanadamu, ana sifa ya uongo. Ndio maana yake. Mwanadamu si mkamilifu, lazima atasema uongo. Lakini Mungu si hivyo. Na anaposema ya kwamba yeye ni mtu wa vita, Mungu anataka kujidhihirisha kwamba yeye ni kila kitu. Ona? Yeye ni kila kitu. Yaani all weather, yeye ni muumbaji, haulizi maswali. Shona. Ndio maana yake. Yaani Mungu anataka kujiondoa ile sifa ya udhaifu wa mwanadamu eti kuwa muongo. Yeye hayupo huko kabisa. Utake kujua kuanzia leo. Lakini haimaanishi eti ya kwamba Biblia eti si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hiyo utakaa Muislamu unapotea bure na unapotea. Jambo lingine hapa Waislamu wanatumia ni Mathayo 21 aya yake ya kwanza na ya pili, na Marko 11 aya yake ya kwanza na ya pili.
Hapa ni habari za Yesu alipotaka kwenda Yerusalemu, akaambia mitume wake waende kijiji kile, wataona punda na mwanapunda amefungwa, afungua mletee, na mwenye punda ataposema kwa nini mafungwa punda anga, wamwambie Bwana na aja naye. Ndio maana yake. Sasa Muislamu anakuuliza pale, punda, Yesu alipanda mwanapunda ama punda mamake? Sasa hiyo ni swali hata la kuuliza mtu. Yesu kwa ufupi, kila kitu alikuwa anafanya Yesu kilikuwa anatimiza unabii. Ukisoma Zakaria 9:9 Yesu alipanda mtoto wa punda. Maana ilikuwa inatakiwa apande mtoto, yani punda ambaye hajai pandwa na mtu wowote. Ndio maana yake. Kiangalia hata kitabu cha Mwanzo 49 aya yake ya 9 ya 10 utaona ni unabii Yesu akanatimiza. Zakaria 9:9 the same. Kwa hivyo haina haja tugundue alipanda punda ama mtoto wake, hapana. Yesu alipanda mtoto wa punda. Hiyo hata haina haja nichambue zaidi. Hiyo tuachane na. Jambo lingine ni Yeremia 52:31 hadi 33. Makosa ambayo Waislamu wanatafutia Biblia ili ionekane si kitabu cha Mungu. Kwanza Mkristo tunaenda na hizo hoja. Usikasirike, maana tutaposoma hizo tutaanza kusema sasa mbona ana favor Waislamu? Si favor Waislamu. Nataka kutoa zile hoja zao, kutaka kukejeli kitabu chetu kionekane ni duni, ili ndio ufuate yao ama uwe Muislamu. Ndio maana ya Waislamu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Kwani shetani ni nani? Kazi yake ataka kutumia kile chako na kiona kizuri, akidai na kisifu kidogo, alafu akikosoa, alafu akunasi akuingize huko. Ndio maana yake. Sasa ndio mimi niko hapa kuitetea Injili na mchambuzi wa mambo haya. Sasa angalia katika kitabu hichi cha Yeremia 52 aya yake 31 na 33. Hii inazungumzia tarehe 25 Desemba ambaye ni mfalme Evil-Merodaki wa Babeli na Yoakim mfalme wa Yuda. Wakati alipotolewa gerezani, Yoakim mfalme wa Yuda wakafanya karamu, kala chakula kizuri. Hiyo ni tarehe. Hivyo hivyo maneno hayo pia yamenukuliwa katika kitabu cha Wafalme wa Pili 25 aya yake 27. Lakini hapa katika aya yake hiyo aya 27 kuna kasoro pale. Kasoro ya pale ambapo Muislamu anachukua ni mwezi. Hebu nikusomea hapa uone hiyo kasoro Muislamu anachukua kuidunisha Biblia. Sasa uone sasa. Wafalme wa Pili 25 aya yake 27. Tuangalie maneno haya. Utega, hii ni darasa hii. Ndio nawaambia bwana, hii darasa nitawafunza mengi nyinyi. Na uwe pia mnaniunga mkono nyinyi subscriber. Na kabla sijaendelea, ningependa watu wote mtatazama mkanda huu, watu kama 20 msubscribe mara moja, ili mpanue mtandao tuwafikie sheni ujumbe mkali, ili muone vile shetani anafanya kazi, alafu tunasawazisha sisi. 25 Wafalme wa Pili 25, nimesema aya yake ngapi? 27. Angalia kazi ya shetani, alafu sisi tunasawazisha tu hapa. Inasema hivi: ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yoakinia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 27. Hapa tofauti ni tarehe. Sasa kwa mjibu ya tarehe iko tofauti, pale msema 25 hapa 27. Muislamu atakwambia hii Biblia si kitabu cha Mungu. Huku inasema hivi, huku inasema hivi. Mkristo unaona hiyo kazi hiyo? Sasa sikiza hapa. Hapa hata ina haja kutumia tu akili na hekima. Hapa kisudi ya lengo kuu, waandishi wote, huyu wa Wafalme wa Pili 25 na yule Yeremia, wote lengo lao ni moja. Kiini hasa wale walikuwa wanataka wafanye nini? Kuonyesha ulimwengu what happened during that time. The king of Babylon, Evil-Merodach, the way he released the king Yoakim, the king of Judah. Wakafanya naye karamu, hiyo tarehe ikanenwa. Sipokuwa Muislamu pia wewe uelewe kuanzia leo, tofauti ya tarehe sio eti itasababisha tu sababu Biblia nzima eti si kitabu cha Mungu. Ujue ya kwamba Biblia hizo, hata hizo vitabu vyenu nyinyi Waislamu, mujue ya kwamba hata kama Biblia ni manabii waliongozwa na Roho Mtakatifu, sio Roho Mtakatifu pia alikuwa eti ananongoneza katika masikio ya wachapishaji. Ujue kuna wachapishaji, na kuna wachapishaji wengi si wa Kristo, kama ujui. Sasa kama mchapishaji atafanya makosa, je, maneno ya manabii na mitume waliongozwa na Roho wa Mungu, mfumo mzima wa Biblia uwe si kitabu cha Mungu?
Muislamu, tumia akili. Sasa nitaporudi kwa mgongano wa Qur'ani yako ndio utalia wewe. Ndio utajua Qur'ani leo si kitabu cha Mungu. Wewe kisifu tu. Lakini tutaporudi katika kitabu chako ndio utajua tunayoyasema kweli si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tuachane na hayo. Acha tuanze kuangalia migongano kidogo tu ya Qur'an, alafu sasa ndio tutaanza kuingia kwa deep, tuelezee watu Biblia ni nini na nani waandishi wa Biblia na nani mwenye kutoa amri. Tuangalie kidogo migongano ya Qur'an sasa. Mgongano ya Qur'an. Tuangalie. Katika migongano ya Qur'an nakwambia hata hapa utacheka sana. Ukiangalia katika hii sura gani? Qur'ani sura ya ngapi? Sura ya pili aya ya 213. Ukiangalia tafsiri ya Bariwani na tafsiri ya Abdallah Saleh Al-Farisi na tafsiri hii ya Bariwani hapa, hii ni ya Sheikh Muhsin na hii ni ya Saleh Al-Farisi, utaona zimegongana ukisoma hizo sura zote aya kwa aya. Maana huyu katika aya hii yeye anasema zama hizo kulikuwa na umma mmoja, lakini huyu anasema dini moja iliyokuja na Nabii Adam. Angalia mgongano vile zimeanza. Na zote ni Qur'an na mnaamini zote ni neno la Allah Mungu wenu. Qur'ani sura ya pili aya ya 213. Ukilingania hii Barwan na hii Saleh Al-Farisi utaona zinagongana mbaya sana. Haya, hata tuachane na hizo. Tuje tu kwa hii yenyewe. Utaona vile nagongana. Katika sura gani? Suratul Maryam aya yake ya 19. Utasikia vile Muhammad anasema tena, kule utakuta inasema vingine. Tuangalie 19, Qur'an 19:19. Hii hapa inasema malaika akasema. Hapa nini? Ni malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu, akikusudia Yesu. Huyu ni malaika huyu. Malaika akasema. Qur'ani hiyo hiyo yenu ambao unaisifu. Twende sura ya 3 aya 45. Suratul Imran. Twende hivyo, alafu sasa tuanze kuingia kwa ndani tukujulishe leo Qur'ani ni nini. Maana wewe unacheza tu Muislamu. Huko maana bado tu ni ushabiki, lakini siku utajua. Utachomoka huko mbio bila kupinga. Haya, nimekwambia pale ni malaika amesema. Hebu tuje hapa 45. Inasemaje? Qur'ani sura ya 3 aya 45 inasema hivi. Kumbukeni walivyosema malaika. Pale ni ngapi? Ni mmoja. Alivyosema malaika. Sura ya 19 aya 19. Alivyosema malaika. Hapa ni wengi. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu atakupa habari njema za kumzaa mtoto bila mume. Hiyo atasitaki kwenda huko zaidi. Point imefika. Hapo sikiza tena. Vile Qur'ani na mgongano. 3:49 inasema hivi. Habari inasema akafanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia, nimekujieni kwa hoja kutoka kwa Mola wenu, na kwamba na kuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kisha napuliza mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na niwaponyesha vipofu na wenye mabalanga. Hapa maana yake ni Yesu anaonesha uwezo wa kuumba. Lakini ukisoma hiyo Qur'ani 5:75 utakuta Muhammad anasema Bwana Yesu si chochote. Hebu imagine. Hata hiyo aya 45 unaambiwa na huyu Yesu mwenyewe ameheshimiwa duniani na ahera. Qur'ani 3:45 ameheshimiwa duniani na ahera. Lakini utakuta yani inamaanisha ahera ni mbinguni. Lakini utakuta Muhammad tena kule anakuambia Nabii Isa si chochote. Tena ukisoma hiyo sura ya 3 aya 50 na ngapi na 9 unaambiwa hali ya Isa ni sawa na Adam aliyeumbwa kwa udongo. Kala mgongano wa Qur'ani tu. Hiyo sijui kama mnaonaga Waislamu ama ikifika hapo mnajifanya ni vipofu. Amuone. Haya, tunaangalia migongano mingine tu ya Qur'ani vile zinagongana. Tuangalie hii aya, uangalie tu kwa utaratibu wewe mwenyewe. Qur'an sura hii
ya ziko nyingi hapa, lakini nataka ni uone mwenyewe tu vile Qur'ani yenu inagongana. Sura ya 47 tutaanza na Al-Farisi, uone vile zinagongana.